majina naitwa Epi Aluna Rugenge, askari wa wanyamapori wa vijiji VGS. Kipo hapa katika kituo cha Isimila Stony Edge. Kituo chetu kinahusika, ni site yetu ambayo inahifadhi uhifadhi wa aina mbili. Kwa hiyo kuna natural pillars na zama za mawe pia. Kwa hiyo zama za mawe ni zama ambazo zilitumia Homo erectus katika stage ya ukuaji wa 300. Nilikuwa ni kabla ya Kristo, kuanzia mwaka 300 mpaka mwaka 400 kabla ya Kristo. Kwa hiyo tupo tunahifadhi hapa kwetu. Pia natural pillars na zenyewe zimekuwa za muda mrefu kidogo, kuanzia mwaka 300 mpaka mwaka 400 kabla ya Kristo ziko hapa. Kwa hiyo zimekuwa na erosion mbalimbali, kwa hiyo zimebadilika kwa sehemu mbalimbali na zina maumbile mbalimbali. Karibuni sana. Okay. Yeah. Kwa majina naitwa Boke Surusi, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa. Tumekuja hapa kwa ajili ya kufanya utalii, lakini pia kujifunza mazingira yetu. Tulikuwa tunaomba kufahamu, kwa sababu kulingana na natural pillars nyingi ambazo tumeziona ziko za aina tofauti, lakini hapa tumekuta natural pillars ambazo zimetengeneza kama vyumba. So tulikuwa tunaomba tuelezewe kidogo kwamba inakuaje, inakuwa erosion inatokea katikati ya udongo na mbele tunaona bado ile udongo uko sawa, ila kwa ndani kule unatengeneza kama vyumba. Zimekuwa hivyo kwa sababu kutokana na layer ngumu ya juu, uzakuta imepasuka, labda inaufa katikati. Kwa hiyo maji yanavoshuka, yanashuka yanatengeneza njia hapo tofauti tofauti. Kuna moja iko hapo pia na yenyewe imekuwa hivyo, imepasuka, kwa hiyo maji yanapita ndio maana yanapita kwenye udongo uliopo. Pia na yakuwa mvua inakuwa imetokea sehemu mbalimbali. Kwa hiyo kama kitokea upande wa huku, kiwa nakuja upande wa huku, lazima itanyesha kugonga ukuta wa nguzo. Kwa hiyo ni lazima kuna urahisi wa kuwa na michirizi tofauti tofauti. Okay. Lakini pia kulingana na mazingira yanavyoonyesha ni kwamba erosion inaendelea kutake places, ndio? Kwa hiyo tunategemea baada ya miaka kadhaa baadaye tutakuta kuna features nyingine ambazo ni natural pillars mpya zitakazokuwa zimekuwa formed kwenye eneo letu, si ndio? Kwa kutokana na hivyo, unadhani ni kitu gani kifanyike kwa ajili ya kuendeleza haya mazingira yaweze kuonekana katika uhalisia wake? Tunachoweza labda kukifanya kwa sehemu ambazo pillars bado hazijakuwa mpya, labda huenda ipandwe miti kuzuia maji yasishuke moja kwa moja kwenye nguzo. Kwa sababu sehemu ambapo hamna miti, kwa maji yanashuka moja kwa moja, urahisi wa kuwa mpya zitakuwepo. Na tukisema kwamba tuzidhibiti, tutajua tutadhibiti kwa mfumo gani, lakini kutokana na mazingira yetu yaliyopo, hata kusema utataka kudhibiti kitu inakuwa ni ngumu kidogo. Maana huwezi kusema uweke kitu juu kizuie kwamba mvua isinyeshe, labda kutakauka huku chini, ukiweka layer juu kwamba izuie mvua isiweze kushuka. Okay, kwa majina naitwa Boke Surusi, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa, nasoma utamaduni, utalii na ugunduzi, niko mwaka wa 3. Leo tumetembelea eneo letu la kihistoria ambalo ni Isimila Stony Edge site, lakini pia ina makumbusho yake ambayo tumejifunza vitu mbalimbali. Tumejifunza kuhusu zama za mawe, ambayo mawe yalitumika na wazee wetu wa zamani, ancestors, lakini pia tumejifunza kuhusu hizi natural pillars ambazo ni kwa namna gani zimeweza kujitengeneza. Tumegundua kwamba juu kuna mwamba mgumu, lakini chini kuna udongo ambao huu mwamba unashindwa kuteke erosion. Kwa hiyo mvua inavyonyesha labda kwa upande inakuwa inateke erosion, inatengeneza natural pillars, lakini pia ni mazingira mazuri na tumefurahi. Unawaambiaje wanafunzi wenzako? Kwa kuwaambia wanafunzi wenzangu wa chuo kikuu cha Iringa, hasa wanaokuja mwaka wa kwanza, wa pili na waliopo kuendelea na masters, watembelee maeneo yetu ya kihistoria kwa ajili ya kufahamu vizuri historia ya nchi yetu, historia mbalimbali ya mikoa yetu, lakini pia kudumisha utalii wa ndani na kwa ajili ya kuweka prestige kwa ajili ya vizazi vijavyo waweze kufurahia uhalisia wa mazingira. Kwa majina naitwa Charles Petro Charles, ni mwanafunzi chuo kikuu cha Iringa mwaka wa 3 kozi ya utalii. Leo nimepata fursa na nafasi ya kutembelea eneo la Isimila katika hifadhi ya natural pillars kama ambavyo tumeziona hapo. Hivyo nimejifunza kwamba utalii
ni kurisishwa, hivyo inabidi tuwarisishe, sababu hizi zimekuwa ni za muda mrefu tangu na bababu, tangu tukiwa hatujaletwa duniani, lakini hizi fishes bado zipo na zinaendelea kuwepo miaka na miaka. Hivyo karibuni sana Isimila Stone Site, tujifunze kwa vitendo, pia tupate experience nyingi sana. Karibuni sana Isimila. Unawaambiaje wanachuo wenzako? Wanachuo wenzangu na wahasa kwamba mtakapopata nafasi mtembelee hifadhi ya Isimila Stone Site, mjifunze kuhusu hizi natural features ambazo ni natural pillars. Hizi hapa sio kwamba zimetengenezwa na mtu. Hizi hapa ni Mungu ndio amefanya haya mambo, lakini pia kijiografia kwamba itokea mmonyoko wa ardhi, hivyo zikatokea hizi nguzo ambazo ni natural pillars. Karibuni sana wanafunzi wenzangu, tujifunze kwa vitendo, sio tu darasani. Mimi leo nimejifunza, nimeona kabisa, nimeexperience. Awali sikuwahi kuona, nilikuwa naona tu kwenye vitabu na nini, lakini leo nimefika, nimeona kabisa hizi nguzo halisi, nguzo za asili ambazo sijatengenezwa na binadamu. Hivyo nawakaribisha sana, tujifunze, pia tuendeleze uhifadhi katika vivutio mbalimbali, hasa hiki cha Isimila Stone Site. Asanteni sana.